Pastor Ibrahim kutoka kanisa ya Resistance of God Ministry hapa Lare. Nina moyo wa sifa kwa sababu ya vile Mungu amenijalia neema mara tena ili tuweze kushiriki na wewe neno la Mungu. Naamini wiki kadhaa zimepita tumejifundisha kuhusu Adamu wa kwanza na Adamu wa pili. Na tukaona Adamu wa kwanza aliweza kuleta dhambi duniani, na tukaona Adamu wa pili aliondoa dhambi duniani. Na watu wengi wanaweza kuamini Adamu wa kwanza kuliko kuamini Adamu wa pili. Kupitia Adamu wa kwanza tulipokea mauti, na kupitia Adamu wa pili tumepata uzima. Na ndio maana maandiko inasema katika kitabu cha Yohana 3:16, kwa maana jinsi hii Mungu alipenda ulimwengu hata akatoa mwana wake wa pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Uzima wa milele Mungu aliweka kwa mwana. Na ukiangalia kitabu cha Yohana 3:36, maandiko inasema amwaminie mwana ana uzima, asiyemwamini hataona huo uzima bali ghadhabu ya Mungu itamkalia. Kwa hivyo tunaona uzima umo ndani ya mwana. Na kitabu cha Yohana 3:14, maandiko inasema kama vile Musa alivyoinua nyoka jangwani, hivyo mwana wa Adamu hana budi kuinuliwa, ili kila amwaminie awe na uzima katika yeye. Kwa hivyo hatuwezi kupata uzima kwa mwingine. Hakuna uzima kwa mwingine, hakuna wokovu kwa mwingine, hakuna msamaha kwa mwingine, hakuna kuhesabiwa haki kwa mwingine isipokuwa Yesu Kristo peke yake. Tulifanyika wenye dhambi kwa sababu ya Adamu baba yetu, na Adamu alipoleta dhambi mauti ikaingia, na mauti ilipoingia ikatawala watu wote, kwa sababu kupitia Adamu wote wamefanya dhambi. Lakini Mungu aliweza kutuma mwana Yesu Kristo ambaye akona uzima. Kitabu cha Yohana ni 5:25 na 26, maandiko inasema wafu watasikia sauti ya mwana wa Mungu, na wale waisikiao watakuwa hai. Wale watasikia sauti ya mwana wa Mungu na waliokufa, kwa sababu dhambi ilipoingia iliua mwanadamu katika ulimwengu wa rohoni na pia katika ulimwengu wa kimwili. Na ndio maandiko inasema wafu watasikia sauti ya mwana wa Mungu na wale waisikiao watakuwa hai. Na pia tukiangalia katika kitabu mstari wa 26 inasema kama vile Baba alivyo na uzima nafsini mwake, alimpa mwana kuwa na uzima nafsini mwake. Baba ana uzima na alimpa mwana kuwa na uzima nafsini mwake. So tukiangalia kupitia kazi ambayo Yesu Kristo alifanya, iliweza kuondoa dhambi zote, na kupitia hiyo kazi tukaweza kupokea msamaha wa dhambi. Kuna dhambi ya aina mbili ambayo iko kwa mwanadamu. Kuna dhambi halisi na kuna dhambi si halisi. Dhambi halisi ni ile ambayo imekutenga wewe na Mungu, na si wewe ulifanya hiyo dhambi halisi, bali ni Adamu alifanya dhambi halisi. Na Yesu alipokuja aliweza kuondoa hiyo dhambi halisi ambayo ilikuwa kati ya sisi na Mungu, akaiondoa. Dhambi ilibaki dhambi ambayo si halisi, ambayo ni dhambi ya mawazo yako, dhambi ya kuamini mimi ni mwenye dhambi, dhambi ya kufikiria mimi ni mwenye dhambi. Kama vile ukiangalia kuna Wasamaria na Wasemi. Wasamaria walijifungia, hawakuwa na mlango wa kuingia wala kutoka kwa sababu ya Wasemi. Na walipojifungia kukawa na wakakosa chakula, mpaka ikafika wakati watu wanakula watoto wao. Wakiwa na njaa hivyo, wenye ukoma wanne walikuwa nje ya lango, wakaanza kuulizana, tukikaa hapa tutakufa, tukienda kwa Wasemi tutakufa, tutaenda kwa Wasemi, tukae hapa ama tuende kwa Wasemi? Wakasema tuende kwa Wasemi, wakituhifadhi watuhifadhi, wakituua watuue. Walipoenda, Mungu aliweza kusindisha kisindo kikubwa sana sa miguu yao kwa Wasemi, na Wasemi waliposikia waliweza kutoroka. Na walipotoroka, ndani ya Wasamaria walibaki na nani? Ndani ya mioyo yao wako na Wasemi ndani ya mioyo yao, lakini Wasemi halisi wameshaondolewa. Mungu ameshafukuza Wasemi halisi, lakini ndani ya Wasamaria bado kuna Wasemi ambao si halisi, ambao ni Wasemi wako katika mawazo yao. Ilibidi Mungu afanye kazi hizi mbili ili waweze kuwa na imani ya kwamba Wasemi wamefukuzwa. Afukuze Wasemi wa kawaida
afukuze wasemi wa halisi na afukuze wasemi katika mawazo yao. Kufukuza wasemi ni msito wa koma ulifukuza wasemi halisi. Hiyo ni Mungu mwenyewe alihusika kuwafukuza. Lakini kufukuza wasemi katika mawazo yao ilitumika, Mungu alitumia wenye ukoma. Na wale wenye ukoma wakaenda wakapeleka habari mjini, wakasema katika vituo vya wasemi hakuna mtu. Katika vituo vya wasemi hakuna nani? Hakuna mtu. Na ukweli walipoenda wakapata hakuna mtu, ndio wasemi waliokuwa katika mawazo yao walifanya nini? Waliweza kuondoka. Haleluya. So tunapoangalia Biblia vizuri, tunaona kuna hao wasemi ambao si wa kweli na kuna wasemi wa ukweli. Ilibidi Mungu asindise kisindo kikubwa sawa koma ili kufukuza wasemi na kufukuza wasemi waliokuwa katika mawazo ya Wasamaria. Ilibidi Mungu atumie wenye ukoma waende waseme namna gani? Hakuna wasemi. Haleluya. Na wao wenyewe waliposhuhudia wakaona hakuna nini? Wasemi. Kwa hivyo kuna dhambi halisi na kuna dhambi ambayo imekwama katika mawazo yako. Dhambi halisi iliondolewa na Yesu Kristo. Dhambi halisi ilitendwa na Adamu, na Yesu na yeye akakuja akaondoa hiyo dhambi mara moja na milele. Lakini dhambi ikabaki kwa mwanadamu. Dhambi iliyobaki kwa mwanadamu nayo Mungu akaweka mhubiri, kwa sababu ya kuhubiri kusema dhambi yako imeoswa. Dhambi yako Yesu alisuluhisha. Damu yake iliyotiririka msalabani iliosha dhambi zako. Hauna dhambi. Hiyo ndio kazi ya mhubiri, aweze kuondoa dhambi katika mawazo ya mwanadamu. Haleluya. Leo nataka tuweze kuongea kuhusu kuna Yesu alipeana mfano wa wanawali 10. Ndio tunazungumzia wanawali 10. Juu hiyo katika vipindi vilivyopita tuliweza kuzungumzia kuhusu Adamu wa kwanza na Adamu wa pili. Sasa tunataka kuangalie nani ataingia katika ufalme wa mbinguni. Juu kuna wale ambao ni wajinga, kuna wale ambao ni wapumbavu na kuna wale werevu. Katika kitabu cha Mathayo 25 mstari wa kwanza tusome: ndipo ufalme wa mbinguni utafanana na wanawali 10 waliotoa taa zao wakatoka kwenda kumlaki bwana harusi. Yesu alisema ufalme wa mbinguni utafanana na wanawali 10 waliotoa taa zao wakatoka kwenda kumlaki bwana harusi. Hao ni wanawali 10 waliotoka ili wakatengeneza taa zao kwa kusudi la kwenda kufanya nini? Kwenda kulaki bwana harusi. Kuna mstari wa pili: 5 wao walikuwa wapumbavu na 5 wao wenye busara. Hapa inaeleza kuna wenye busara na kuna wapumbavu. Tunapofikiria kuhusu wapumbavu na wenye busara, tunaweza kuweka katika kifungu gani? Wale wenye busara tunaweza kusema ni Wakristo wa kweli, na wale ambao ni wapumbavu tunaweza kusema ni Wakristo. Haleluya. Tunaweza kusema wale wapumbavu ni Wakristo ama si Wakristo? Ni Wakristo ama si Wakristo? Ukienda kwa Muislamu nafikiria anangojea kurudi kwa Yesu Kristo mara ya pili. Ukienda kwa Buddha ako na moyo kungojea kurudi kwa Yesu mara ya pili. So hao wanangojea bwana wao na wakatengeneza taa zao ili waweze kumlaki bwana harusi. Je, walikuwa Wakristo ama walikuwa Waislamu? Ni Wakristo lakini ni wapumbavu. Haleluya. Ndio hapo maandiko yanasema 5 wao walikuwa wapumbavu na 5 wenye busara. Hao wapumbavu ni kama saa hizi bila unaona watu wanahubiriwa Yesu aliosa dhambi zao, na
Yesu alisauza dhambi zao, Yesu amezaa kufa kwa sababu ya dhambi zao, lakini wanaweka bidii zao ili waweze kupata msamaha wa dhambi. Kwa sababu gani? Hawataki kuamini kazi ya msalaba, bado wanaamini katika mawazo yao. Tuangalie mstari wa 3 tuone. Wale waliokuwa wapumbavu walitoa taa zao wasitoe na mafuta pamoja nao. Wale wapumbavu walitoa nini? Walitoa taa, lakini wasitoe pamoja na mafuta pamoja nao. So wako na taa lakini hawana nini? Hawana mafuta. Haleluya. Ni sawa na kusema kuna watu ambao wako na jina la Yesu lakini hawana Kristo ndani ya mioyo yao. Ni sawa wanafuata Yesu Kristo, wana moyo wa kufuata Yesu Kristo, lakini wako nje ya Yesu Kristo. Kwa mfano tuseme ya kwamba wewe katika eneo la kwetu kuseme kuna ukora mwingi sana. Wewe mjitolee, ununue bidoki yako na ununue mavazi yako ya askari, na uanze kupambana na wahalifu. Haleluya. Watu wala hawakujui, wakikuona umevaa mavazi ya askari, uko na bidoki na unapambana na wahalifu, unaweza kupita nani? Askari. Lakini nchi yetu ya Kenya inakutambua kama askari. So kuna watu wengi ambao wanaitanishwa kwa jina la Yesu na wanaonekana ni Wakristo, na wakisimama wanaonekana hawa ni Wakristo na wanafanya kazi ile inafanywa na Wakristo, lakini hawana leseni ya kufanya mambo hayo. Bile unaona kuna askari ambaye amevaa uniform lakini si askari ambaye anajulikana katika nchi yetu ya Kenya, na amebeba bidoki, na yeye adhuru mtu yoyote ambaye anahatia, anapambana na wahalifu, anafanya kazi yote inayofanywa na askari. Je, huyo kwa sababu anafanya kazi yote inafanywa na askari, je, huyo ni askari? Hayalisi anafanya mambo yote na anaweza kuwa anafanya kazi kubwa kuliko askari, hawezi kuitwa askari na hawezi kupata thawabu yake. Kwa sababu gani? Hajulikani na serikali ya Kenya. Mabasi haimaanishi wewe ni askari. Kuwa na silaha haimaanishi wewe ni askari. Kuwa unapiga wahalifu haimaanishi wewe ni askari. Ni sawa unafanya kazi nzuri, lakini kazi hiyo unafanya wewe, hiyo si kazi yako, kwa sababu haijaidhinishwa hiyo ni kazi yako. So kuna Wakristo wengi wanafanya kazi nyingi sana, wana juhudi nyingi sana kwa ajili ya Mungu, lakini si katika maarifa. Hao ndio wanaitwa wapumbavu. Wako na juhudi nyingi za kumtafuta Mungu, wana juhudi nyingi za kumwomba Mungu, wana juhudi nyingi bila wanaweza kufikia Mungu, na juhudi hizo zote wako nazo, si baya, ni mzuri, lakini hawana Kristo ndani ya mioyo yao. Ndio hapa maandiko yanasema wale walikuwa wapumbavu walitoa taa zao wasitoe pamoja na mafuta. Mafuta ni nini? Hebu tuweze kuangalia Biblia, tuweze kutofafanulia, kwa sababu Biblia yenyewe inajifafanua. Tuangalie kitabu cha waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 2 mstari wa 27. Maandiko inasema ninyi mafuta yale mlioyapata kwake yanakaa ndani yenu, wala hamna haya ya mtu kuwafundisha, lakini kama mafuta yake yanavyowafundisha habari za mambo yote, tena ni kweli wala si uongo, na kama mlivyofundishwa kaeni ndani yake. Maandiko inasema ninyi mafuta yale mlioyapata kwake yanakaa ndani yenu, wala hamna haya kufundishwa na mtu, wala hamna haya ya mtu kuwafundisha, lakini mafuta yale yanayowafundisha habari za mambo yote, tena ni kweli wala si uongo, kama ilivyowafundisha kaeni ndani yake. Mafuta yale, mafuta ni nini? Hebu tuweze kuangalia kitabu cha Yohana, kitabu cha Yohana 14, Yohana 14 mstari wa 26
Tuone maandiko inasema namna gani. Sina sita, maandiko inasema, lakini huyo msaidizi, huyo Roho Mtakatifu ambaye Baba atamtuma kwa jina langu, atawafundisha yote na kuwakumbusha yote niliyowaambia. Kwa hivyo hapa maandiko inasema vizuri, lakini huyo msaidizi, huyo Roho Mtakatifu. Tunapozungumzia mafuta, tunazungumzia Roho Mtakatifu. Hatuzungumzii mafuta yale wahubiri wanabeba na supa, ile ni kazi ya mwanadamu. Tunazungumzia mafuta ambayo ni Roho Mtakatifu. Watu wengi wanapomwagiwa mafuta ya supa, wanaambiwa wamepokea Roho Mtakatifu. Wengine wanapopatiwa supa, wanaambiwa sasa, hii enda umimine katika ngeti ya kwako na hakuna mhalifu ataingia. Kiukweli kama hii mafuta ni security, mbona huyu mhubiri anapohubiri ako na security? Si angemwaga mafuta imulinde? Wewe na kudanganya na supa ya mafuta ya kwamba mafuta ni ulinzi, lakini kwake hayatumii kama ulinzi. Yeye tu anatafuta pesa kwako na mafuta ya supa. Mafuta, tunaposoma Biblia, mafuta si yale ambayo unauziwa katika supa. Mafuta ni Roho Mtakatifu. Haleluya. Maandiko inasema, na mafuta yale mlioyapata kwake yanakaa ndani yenu, nayo yanawafundisha na kuwakumbusha. Na Yesu akasema hapa katika kitabu cha Yohana, Yesu mwenyewe akasema, lakini huyu msaidizi, huyo Roho Mtakatifu ambaye Baba atamtuma kwa jina langu, atawafundisha yote na kuwakumbusha yote niliyowaambia. Kazi ya Roho Mtakatifu ni kukufundisha, kukukumbusha. Roho Mtakatifu ana kazi tatu: kukusaidia, kukufundisha na kukukumbusha. Kwa sababu gani? Maandiko yanasema Mungu si kama binadamu asahau. Kwa sababu binadamu ni wa kusahau, lakini Mungu asahau. Na ndio Mungu alituma Roho wa mwanawe ndani ya mioyo yetu ili kutukumbusha na kutufunza. Na tunapoangalia kuhusiana na Roho Mtakatifu, huyu Roho ni Roho wa Kristo. Unapopokea Yesu ndani ya moyo wako, unapokea Kristo kama Roho. Yesu anaingia ndani yako akiwa Roho. Tuangalie kitabu cha Wagalatia, kitabu cha Wagalatia 4 mstari wa 6. Maandiko inasema, na kwa kuwa ninyi mmekuwa wana wa Mungu, alituma Roho wa mwanawe mioyoni mwetu, aliaye Aba, yaani Baba. Maandiko inasema kwa sababu mmekuwa wana wa Mungu, Mungu alituma Roho wa mwanawe mioyoni mwetu, aliaye Aba, yaani Baba. Kwa kuwa mmekuwa wana wa Mungu, tumekuwa wana wa Mungu. Na kama tumekuwa wana wa Mungu, maandiko inasema ametuma Roho wa mwanawe. Kwa hivyo ukiangalia, ili tuweze kuwa wana wa Mungu, kazi hiyo yote ni Yesu alifanya. Kwa sababu kupitia Adamu tulifanyika wa Shetani, kupitia Yesu Kristo tumefanyika wana wa Mungu. Naye Mungu akatuma Roho wa mwanawe ndani ya mioyo yetu. Haleluya. Akatuma Roho wa mwanawe wapi? Mioyoni mwetu. Hebu tuweze kuangalia kitabu cha Efeso, tuone Biblia inazungumzia Roho namna gani. Kitabu cha Efeso, tuangalie kitabu cha Efeso sura ya 1 mstari wa 13. Ninyi pia katika huyo mmekwisha kulisikia neno la kweli, habari njema ya wokovu wenu, tena mmekwisha kumwamini yeye na kutiwa muhuri na Roho yule wa ahadi, aliye mtakatifu. Amen. Maandiko inasema ninyi pia katika huyo mmesikia neno la kweli. Kupitia huyo ambaye ni Yesu Kristo tumesikia neno la kweli na habari njema ya wokovu wenu, tena mmekwisha kumwamini yeye na kutiwa muhuri na Roho yule wa ahadi, aliye mtakatifu. Kwa hivyo baada ya kusikia Yesu Kristo na baada ya kusikia kazi Yesu Kristo alifanya kwa sababu ya dhambi zako, kwa sababu damu ya Yesu ina kazi tatu. Kazi ya kwanza ni kuondoa dhambi. Kazi ya pili, kukuunganisha na Mungu. Kazi ya tatu, kutupatia ujasiri wa kuingia mbinguni. Haleluya.
Ukiangalia kazi hiyo ya damu, tunaweza kuangalia kitabu cha Ufunuo sura ya 1 mstari wa 5. Maandiko inasema yeye atupendaye na kutuosha dhambi zetu kwa damu yake. Kwa hivyo damu ya Yesu Kristo ni damu ya kuosha dhambi. Ukiangalia tena, tuna ujasiri wa kuingia patakatifu kwa damu. Ukiangalia katika kitabu cha Waebrania sura ya 10 mstari wa 19 inasema, ndugu, tuna ujasiri wa kuingia patakatifu kwa damu ya nani? Kwa damu ya Yesu Kristo. Si kwa juhudi yetu, si kwa matendo yetu, si kwa bidii yetu. Tuna ujasiri wa kuingia mbinguni kwa damu ya nani? Ya Yesu Kristo. Damu ya Yesu Kristo inatupatia ujasiri wa kuingia mbinguni. Alafu damu ya Yesu Kristo imefanya upatanisho kati ya sisi na Mungu. Kitabu cha Mambo ya Walawi 17 mstari wa 11, maandiko yanasema uhai wa mwili katika damu, na nimewapa hiyo damu juu ya madhabahu, maana hiyo damu ndifanyayo upatanisho kwa ajili ya nafsi. Na ukiangalia kitabu cha Warumi 3 mstari 25, maandiko yanasema amekwisha kumweka awe kipatanisho kwa njia ya imani katika damu yake. Kwa hiyo damu ya Yesu Kristo, Mungu aliweka Yesu Kristo awe kipatanisho kwa njia ya imani katika damu yake. Kwa hiyo damu ya Yesu Kristo iliondoa dhambi zetu, na ilipoondoa dhambi zetu haikusimamia hapo, ikatupatanisha na Mungu, kwa sababu kuna ukuta mkubwa ulikuwa kati ya sisi na Mungu. Hatungeweza kupatana na Mungu, na ukuta huo Yesu akauondoa kupitia damu yake na akatunganisha na Mungu. Baada ya kutunganisha na Mungu, akatupatia damu yake, tukawa na ujasiri wa kuingia katika ufalme wa mbinguni. Haleluya. Tunapoangalia, kuna Yakobo na Esau. Yakobo na Esau wote walisimama mbele ya baba yao, na wote waliposimama mbele ya baba yao walifanya kulingana na vile baba yao alisema. Baba yao alitaka mawindo ili abariki, na tunaona Yakobo anapeleka mawindo, Esau anapeleka mawindo. Lakini mbona Esau alilaaniwa? Kiangalia Yakobo, hakuna kitu alifanya. Kila kitu kiliandaliwa na Rebeka mama yake, na mama yake alipoandaa kila kitu, akaandaa Yakobo kwa sababu ya kusimama mbele ya baba yake. Na alipomwandaa ili asimame mbele ya baba yake, aliweza kumbalisha nguo za Esau, akamweka ngozi katika ulaini wa shingo yake, mikononi mwake akaweza kutia nini? Ngozi. Aliposimama mbele ya baba yake, amesimama na kazi imeandaliwa na Rebeka. Na aliposimama na kazi hiyo, alienda akamwambia baba yake, baba, amka ukae kitako ule mawindo ya mwanao. Baba yake akamuuliza, "U nani mwanangu?" Akasema, "Mimi ni mzaliwa wako wa kwanza Esau." Yakobo amesimama akisema yeye ni nani? Ni Esau. Na Esau na yeye alipokuja, Esau jina lake lio jina halisi la Esau. Esau alipokuja akamwambia babake, "Baba, amka ukae kitako ule mawindo ya mwanangu." Akamuuliza, "Wewe ni nani?" Akasema, "Mimi ni Esau, mzaliwa wako wa kwanza." Esau alisimama na kazi ile ile, na Yakobo amesimama na kazi ile ile, na amesimama na jina ile ile. Mbona Esau akubarikiwa na Yakobo akabarikiwa, na Yakobo alisimama na jina si lake? Nataka uweze kuelewa, katika ulimwengu wa Mungu hawezi kukubariki kwa kazi yako. Esau alisimama na kazi yake ndio kuweza kupata baraka. Lakini ukiangalia Yakobo aliweza kutengenezwa kila kitu na mama yake, na alipotengenezwa kila kitu na mama yake, akasimama mbele ya baba yake na baba yake akambariki. Haleluya. Ukiangalia Waebrania 10 mstari wa 1 inasema torati ni kiburi cha mema yatakayokuwa. So tuangalie kiburi cha Isaka na kiburi cha Rebeka na kiburi cha Yakobo na Esau katika Agano Jipya wanawakilisha nani? Isaka anawakilisha baba Mungu, Rebeka anawakilisha Yesu Kristo, Yakobo anawakilisha mwenye dhambi, alafu Esau anawakilisha mtu wa sheria, mtu ambaye anataka kutenda matendo mema ili aende mbinguni, mtu ambaye anajitegemea yeye mwenyewe na juhudi yake na bidii yake ili aweze kwenda mbinguni.
na watu kama hao hawezi kuingia katika ufalme wa mbinguni. Ndio unaona hapa tunaona kuna Yakobo ambaye alitegemea kazi ya mama yake, na alipotegemea kazi ya mama yake akabarikiwa. Na pia wewe mpendwa mtazamaji, unapoweka kazi yako chini na kutegemea kazi ya Yesu Kristo, ukisimama mbele ya Baba utapata baraka ya msamaha wa dhambi. Haleluya. Kwa sababu baraka kubwa ni msamaha wa dhambi. Na unapopata msamaha wa dhambi, unapata kipawa cha Roho Mtakatifu ndani ya moyo wako. Na ndio maandiko yanasema ninyi pia katika huyo mmekwisha kulisikia lile neno la kweli, habari njema ya wokovu wenu. Habari njema ya nini? Ya wokovu wenu. Hakuna habari nyingine njema kuliko habari ya wokovu wetu. Tena mmekwisha kumwamini yeye. Tena mmekwisha kumwamini nani? Yeye. Na kutiwa muhuri na Roho yule wa ahadi aliye mtakatifu. Roho Mtakatifu ni kutia muhuri. Ukweli umeokolewa, ukweli umesamehewa. Haleluya. Ndio kitabu cha Waebrania 10 mstari wa 14 nasema, kwa toleo moja amewakamilisha hata milele au wanaotakaswa. Mstari wa 15, baada ya mstari wa 14 tunaenda mstari wa 15. Maandiko inasema Roho Mtakatifu akasudia baada ya hayo kusema, baada ya dhabihu kutolewa, Roho Mtakatifu akatoa ushuhuda wake. Haleluya. Na alipotoa ushuhuda wake akasema, amtafundishana kila mtu na jirani yake, akisema mjue Bwana, kwa sababu watanijua tangu aliye mdogo miongoni mwao, kwa sababu nitatia sheria zangu ndani ya mioyo yao, na katika nia zao nitaziandika. Ndipo anenapo dhambi zao na uasi wao sitakumbuka tena kabisa. Huyu ni Roho Mtakatifu anapiga muhuri kazi ya Yesu Kristo. Haleluya. Kwa hivyo kuna Wakristo wengi ambao wanaamini Yesu alikufa, wanaamini Yesu alisulubiwa, wanaamini Yesu alikufa na akazikwa na siku ya tatu akafufuka, lakini ndani ya mioyo yao bado ni wenye dhambi. Kwa sababu gani? Hawajapata Roho Mtakatifu ndani ya mioyo yao. Roho Mtakatifu anashuhudia kazi ya Yesu Kristo. Haleluya. Kwa mfano, wakati nyumba inapojengwa, kuna yule ambaye anasora ramani, na yule anayesora ramani anapatia injinia yule atakayejenga. Na wakati injinia anapojenga ile nyumba, kuna mwingine atakuja kuasesi nyumba, aone nyumba hii imejengwa kulingana na ramani. Hii nyumba imejengwa kulingana na vile ilisoro, imetumika, imejengwa vizuri kulingana na vile mapu ilionyesha hii nyumba imejengwa, ndivyo itakavyojengwa. Anakuja na asesi ile nyumba, akiona hii nyumba haikujengwa kulingana na ramani, anaweka X, hiyo nyumba lazima imomolewe. Haleluya. Akikuja akipata hii nyumba imeshatengenezwa kulingana na ramani, na injinia amefuata kanuni zote ambazo msoraji alikuwa ameziweka, basi yule asesa atakuja aweke tiki, hii nyumba wanadamu wanaweza kuishi. Haleluya. Pia katika msori wa ramani ni nani? Mungu ndiye msoraji. Yesu Kristo ndiye anakuja kutekeleza yale yote Baba ameyapanga. Kiangalia kitabu cha Yohana 3 mstari wa 35 inasema, Baba apenda Mwana, amempa vyote mikononi mwake. Mipango yote, makusudi yote ya Baba Yesu alipewa, naye akaanza kutekeleza mmoja baada ya nyingine. Naye Roho Mtakatifu anafaa Yesu aondoke, Roho Mtakatifu akuja ashuhudie. Na Roho Mtakatifu anashuhudia, hauna dhambi, hauna dhambi, hauna dhambi, wewe ni mwana wa Mungu, wewe ni mwana wa Mungu. Haleluya. Ndio Waebrania, tumeona Waebrania 10 mstari wa 15 mpaka 17. Hiyo ni ushuhuda wa Roho Mtakatifu mpaka 18. Huyo ni ushuhuda wa Roho Mtakatifu. Lakini tukirudi mstari wa 14 kurudi mpaka mstari wa kwanza, utaona hiyo ni kazi ya Yesu Kristo. Na baada ya Yesu kumaliza kazi yake, maandiko yanasema Roho Mtakatifu naye akashuhudia baada ya hayo na kusema. Angalia kitabu cha Waebrania tafadhali. Waebrania 10 mstari wa 15 inasema, na ukiangalia mstari wa 14 maandiko inasema, maana kwa toleo moja amewakamilisha hata milele au wanaotakaswa. Toleo, Yesu ameshatoa toleo tayari, lazima Roho Mtakatifu naye ashuhudie. Roho Mtakatifu naye. Kwa hivyo tunapoongea kuhusu kazi ya Roho Mtakatifu, mpendwa mtazamaji, tunapoongea kuhusu kazi ya Roho Mtakatifu, tunaongea akishuhudia
kazi Yesu Kristo alikuja akaitekeleza. Haleluya. Kwa hivyo katika kipindi kijacho, naamini kwamba tutaendelea kujifundisha kuhusu Roho Mtakatifu, na tutaendelea kujifunza kuhusu wanawali 10, tuweze kuelewa, uweze kujielewa uko katika kikundi gani, uko katika kikundi cha wapumbavu ama waerevu. Mungu azidi kubariki mpendwa mtazamaji kwa muda Mungu amenipatia ili tushiriki na wewe neno lake. Tushukuru. Baba mtakatifu na mkombozi wetu Yesu Kristo, tunakushukuru kwa sababu ya kutuma Roho wa mwanao ndani ya mioyo yetu anayeshuhudia ya kwamba sisi ni watoto wako. Asante Bwana wa majeshi kwa sababu ya kazi ya msalaba. Watu wengi wanaamini Yesu alikufa msalabani, wengi wanaamini alikufa na akasikwa na siku ya tatu akafufuka, lakini bado wao ni wenye dhambi kwa sababu hawajapokea ushuhuda wa Roho Mtakatifu ya kwamba dhambi zao na uasi wao zitakumbukwa tena. Bwana wa majeshi, nakushukuru kwa sababu ya kila mmoja ambaye Bwana wa majeshi amesikiza neno hili, na Bwana wa majeshi amelipokea na amepokea ushuhuda wa Roho Mtakatifu. Na tumeona wale wanawali 5 ambao ni wapumbavu walibaki kwa sababu hawakuwa na mafuta. Wale hawana Roho Mtakatifu hawawezi kukulaki hewani, lakini wale waliona Roho Mtakatifu wataweza kukulaki siku ile utakurudi mara ya pili. Pokea sifa Bwana wa majeshi, na upokee kuinuliwa kwa jina la Yesu Kristo tumeomba. Amen. Tuage mtazamaji kwa makofi, shangwe na vigelegele. Mungu akubariki mpendwa mtazamaji. Amen. Moyo wangu tulia. Tulia kwa Bwana.